nina kila sababu ya kumshukuru Mungu aliyeziumba mbingu na nchi, ambaye siku ya leo amenipa neema, amenipa kibali cha kusimama mbele ya kanisa la Mungu katika madhabahu hii ya Kahama. Ninafurahi sana nikiliona kanisa la Mungu likiwa lina amani, likiwa lina furaha, likiwa lina kiu na njaa ya kutaka kusikia kutoka kwa Bwana. Nimefurahishwa na maneno ya askofu aliyosema ya kwamba uamsho mkubwa uliokusaidia dunia nzima. Nimependezeshewa
Ukimtaja Roho Mtakatifu ni operator katika kazi ya Mungu. Yaani mkipatana na Roho Mtakatifu ni moto. Mkipatana na Roho Mtakatifu hapotezi sekunde. Tena hataki urafiki. Kwa sababu zifuatazo, hata lile neno linasema atakaye mkufuru huyo hatasamehewa. Mtu wa Mungu, sisi watendakazi tunaosimama mbele za hao watu, tuwafundishe vizuri juu ya huyu Roho, maana amepewa heshima ya kipindi cha mwisho, siku za mwisho, tukiingojea siku ya mwisho, ili hao watu waweze kwenda naye, maana atatufundisha, atatukumbusha na atatufundisha yote, ili tuweze kufikia mwisho mwema. Ili tuweze kufikia mwisho mwema, tumshike Roho Mtakatifu, sio katika kunena kwa lugha, sio katika kunena kwa nini? Kwa lugha. Hiyo ni ishara ya nje. Vitendo vyake, aliyetoka hapa amesema vitendo. Vitendo vyake ndiyo tunavyohitaji. Twende na muda na hama kwenye kitu cha pili. Naenda kwenye nini? Naenda kwenye nini? Kitu cha tatu. Nimeanza na karama, nimekuja kipawa, naenda kwenye huduma. Huduma iliyo kuu. Huduma ni kitu cha tatu katika ule utajiri wa Mungu. Lakini katika hii huduma ipo huduma iliyo kuu. Ipo huduma iliyo kuu. Nakuja upande na kama amesema amchangamke katika mchangamke. Wote mpokee. Huduma iliyo kuu ni maombi. Huduma iliyo kuu ni maombi. Maombi ya ujuzi wa kweli. Uweze kufikia ngazi ya utimilifu wa Kristo. Wachungaji, mnanisikia vizuri? Huduma iliyo kuu ni nini? Maombi. Pasipo maombi hakutaleta majibu. Hakutakuwa na utatuzi. Mawasiliano hayatakuwepo. Kanisa ambalo halina majibu ni mfu. Vitambaa na mafuta vitatembea madhabahuni. Udanganyifu na kuuza baraka vitakuwepo. Watu wa Mungu, tufunguke, tumuombe Mungu, tupate mawasiliano ya kimungu, tuweze kutoa utatuzi kwa watu wanaotungoja, ili Mungu aweze kuwaonekania watu wake. Ni lazima wewe uliyesimamishwa uweze kusimama kwenye nafasi yako. Maombi ya ujuzi wa kweli, maombi yanayoleta utatuzi, yanayofikia ngazi ya utimilifu wa Kristo. Maombi yanayofikia ngazi ya utimilifu ya Kristo ndiyo unaoleta utatuzi ndani ya kanisa. Kanisa likiwepo, kuna mandhari inatakiwa kuonekana, kuna ile mamlaka, mawasiliano na majibu yawepo. Mamlaka, mawasiliano na majibu yawepo ndani ya kanisa. Yanaletwa na nini? Yenye nini? Yenye ngazi ya utimilifu pia wa Kristo. Tunahama kwenye kitu cha ngapi? Tunaenda kwenye kitu cha ngapi? Cha nne, ambao tumeishia kwenye huduma. Tunaenda kwenye ufunuo. Kitu kinachoitwa ufunuo. Yule mwanadada alikuwa apunge mkono. Yule mwanadada alikuwa apunge mkono. Acha nikwambie kitu kwa mtu wa Mungu. Ufunuo ni kitu cha muhimu sana kwa ajili ya maisha ya mwanadamu. Ufunuo ni kitu cha nini? Cha muhimu sana katika maisha ya mwanadamu. Sikiliza nikwambie. Upo ufunuo ule mkuu. Ufunuo ulio mkuu ni Musa na Yesu. Kivipi? Musa alitumwa kwa taifa moja la Israeli. Yesu Kristo alitumwa kwa ajili ya ulimwengu. Ndio maana mimi nipo. Isingekuwa ni Yesu, Mtanzania nisingekuwepo kati ya wale ambao wamefanya nini? Wamekombolewa. Maana yule Musa alitumwa kulikomboa taifa la nini? La Israeli. Yesu akatumwa kwa ulimwengu. Lakini agano lao lilikuwa ni moja. Yesu na Musa, utii. Yule Musa alipenda, lakini Yesu alinyenyekea mpaka ngazi ya msalaba. Tuhame hapo. Tunaelewana watu wa Mungu? Mnasikia furaha? Mnasikia amani? Shangilia Mungu aliyekuweka kwenye hiko. Maana sio kwa hasara. Sikiliza. Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo
Sina kitu cha kusema mbele ya watu wa Mungu walioshuka na kunyenyekea na kumtii mtu wa Mungu kuja kwenye hii madhabahu. Kwa nini